Mwechilonge, tunataka toa hotuba ya familia na nitapendekeza kuambia watu kama wakati tunashiriki kwenye vikao kama hivi, ubebe ile neno ambayo familia inasema. Usiende na idaiga kusema maneno yenye haikusemeka na familia. Sawa. Maisha ya maremo Manjo Abi Odo Makeswa. Hayo ndio majina ya huyu maremo amelala hapa. Maremo aliitwa kwa jina la Manjo Abi Odo Makeswa. Alizaliwa Pakalunja tariki 6 mwezi wa 12 mwaka wa 1974. Baba yake aliitwa kwa jina la Ngilioni Ibrahim Abi wa jamaa la Bashimiaka, nyumba kidogo ya Bashilolende ambaye amekusha toweka. Mama yake aliitwa kwa jina la Njulia. Wabembe wanageuzaka majina. Jina lake ni Julien, lakini waligeuza Njulia. Njulia wa anga wa jamaa la Bashimise. Masomo. Maremo alisoma shule lake la msingi na kupata sertifika kwenye shule la msingi la Epe Ananda. Maremo alianza shule la sekondari pa Institut Bwala na akaenda malizia pa Fizi ku Institut Amani. Kuoa kwa Maremo. Maremo alioa wake 3. Wakiwemo mke wa kwanza alimuoa mnamo mwaka wa 1993 na aliitwa kwa jina la Masoka Ebuela Kakia wa jamaa la Balande. Akazaa naye watoto 8, wakiwemo wanaume 2 na wanawake 6. Mke wa pili alimuoa mnamo mwaka wa 2003 na anaitwa kwa jina la Nyota wa jamaa la Babungwe. Alizala naye watoto 2, wakiwemo mwanaume 1 na mwanamke 1. Mke wa 3 alimuoa mnamo mwaka wa 2015 na aliitwa kwa jina la Nabiombe Gambose Francine wa jamaa la Balinga. Akazala naye watoto 5 na mimba, wakiwemo wanaume 2 na wanawake 3. Baada ya hapo, Maremo alizaa watoto wengine 4 na wanawake tofauti, ambapo sisi jamaa tunawajua vizuri, wakiwemo wanaume 1 na wanawake 3. Kwa jumla Maremo alizala watoto 19, wakiwemo wanawake 15 na wanaume 4, ambapo mmoja tu mwanaume ndio amekwisha ama. Maremo anaacha kwa jumla watoto 18 hapa duniani na wajukuu 2, wakiwemo
mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Kazi za marehemu. Marehemu alitumika sana kazi za uchimbaji madini, akishirikiana na marafiki zake, pamoja na kazi za biashara ndogo ndogo. Maisha ya kiroho. Marehemu alishiriki ndani la kanisa la Neo Apostoliki tangu utoto wake mpaka siku Mungu alipoamua kumchukua. Magonjwa. Katika maisha yake yote, marehemu alisumbuliwa na magonjwa ya presha, tension. Hata ilipofikia mwaka wa 2018, marehemu alipatwa na mshituko wa moyo nyumbani mwake usiku, mpaka akalazwa kwenye hospitali ya Baraka MSF. Muda wa juma moja, marehemu akanusurika, ila itilafu ilibakia kwenye mguu na mkono. Kwa miaka yote hii, marehemu ameishi katika udhaifu huo. Kwa kutekeleza mashauri za kinganga ya kufanya sport nyingi kila mara, mazoezi, kutembea. Ilipofika tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, marehemu alitembelea Centre de Sante Paradiso kwa ajili ya kujipimisha, na alikutwa pressure, tension ikiwa imepanda zaidi. Basi na hivyo iliagiza, akaona kama aagize madawa pale Burundi zenye alikuwa akisubiria. Ilipofika tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu, mida ya jioni, marehemu alitembelea ndani ya jiji ya Baraka kwa kufanya sport, na alipofika eneo za Kiki Valentina pale kwenye hoteli, akajisikia mwili umechoka. Akaomba hifadhi ili apumzike, na hapo presha ikamkamata, na ndipo maisha ya marehemu ikafikia pale mwisho. Marehemu aliishi hapa duniani miaka 51. Kwa niaba ya jamaa tumesema kama Mungu alitupa na Mungu ametwaa. Asante.